bima MCA ugavi wako basi utakuwa namna gani? Given the chance as an MCA 2027, mimi najua kugawanya. Kwanza mimi ni mama na siku za watoto kidogo. Kwa hivyo ninajua kugawanya kidogo ikapata kila mtu ambaye anahitaji. Na nimesema mimi nimebobea katika hizo nyanja. Tayari kazi yangu ni kugawanya basi pale CDF. Na nimegawanya basi. Ninaweza nikasimamisha degree nyingi sana. Kwa sababu niliingia pale 2017, sasa hivi tuko 2025. Naweza nikasimamisha vijana wengi sana kama nadhani ambao wamepata degree through CDF, hiyo ni kwanza. Naweza nikasimamisha vijana wengi sana ambao wamemaliza form 4 through bursary ya CDF. Kwa hivyo ni kazi ambayo ninaijua vizuri. Naam. Mikakati niko nayo sana. Yes, nataka unisikie mikakati yako kwa sababu kuna wengine ambao wanakuwa kuna mikakati yao ya kugawa. Mikakati yako hizi basi. Upande wako wewe ni gani? Mikakati kwa nini hili swali? Kuna yule mama ambaye anakusikiliza, kuna yule baba anakusikiliza, kuna yule kijana anakusikiliza. Maybe uko na mbinu mpya ambao utakuja na ambao utaibuka nayo kuhakikisha kwamba kila mmoja anafaidika na hili kundi la basari. Naam, mimi niko na mikakati yangu. Yes. Kwa sababu hii basari kama inatoka kwa mfuko wa Gavana Direct, inapeana watoto ambao wako national school. Yes. Inamaanisha hawa wengine ambao hawako kwa national school ndio wao. Lakini kama wewe ni MCA, alafu utachukua tena hii pesa yako kidogo, ivuke tena national school, hapo tayari itakuwa ni wrong. Kwa sababu hiyo pesa kidogo ambayo iko pale, mimi nitafanya mikakati kuangalia huyu mwananchi ama kijana ambaye hakwenda national school. Jambo la kwanza ni ile committee yako wewe na supervise. Wewe kama overall supervisor wa committee yako. Kwa sababu pale kwetu sisi tunakuwa oversighted na mheshimiwa anatuangalia vizuri. Kwa hivyo wewe kama MCA unafaa sasa committee yako unaiangalia vizuri. Kuangalia vizuri na maanisha unaiangalia inafanya kazi vizuri ama la. Na kama haifanyi kazi vizuri unabadilisha mtu mwingine. Mfano, umechukua committee umemweka pale alafu yeye apatie basi familia yake. Hiyo haitakuwa inaleta nini? Alafu pia uwe na records. Uwe na records. Kwa sababu utakuta shule zingine unapata kuna family moja inapewa basi mtoto mmoja kila siku. Na hiyo family haiwezi. Ukiangalia mama yetu na huyo mume mdogo mume mkubwa na nini boma lote labda alikuwa na nini kila mtu ana watoto wake. Sasa kama utapatia mtoto wa nyumba moja tuseme basi wale wengine si kama umewabagua. Mikakati yangu mimi nitakuwa ninahakikisha kwanza inaangalia wale watoto ambao hawajiwezi zaidi kuwapatia kipaumbele. Kwa sababu hakuna sheria yoyote inasema basi lazima mtoto apewe 5,000. Kwa hivyo kama mtoto anakuwa anasoma shule ambayo ni extra account ama county school na tuseme pengine ana uhitaji zaidi, nafaa kumpatia basi zaidi ya wale wengine kwa sababu atakuwa mzazi wake hajiwezi. Kwa sababu basi at the end of the day inafaa kuwa na impact. Kuwa na story. Usipea mtoto 5,000 alafu akafukuzwa akakaa nyumbani alafu utafanya nini? Kuna wengine kidogo wanajiweza, si ndio? Kwa hivyo naangalia wale wanajiweza kidogo na wale wako nini wako chini zaidi, unakuwa na hiyo mikakati. Basi si lazima tuwe na ganya pasu kwa pasu. Naangalia pia na uhitaji wa yule mtoto. Kwa hivyo given the opportunity, mikakati yangu itakuwa niangalie kwanza uwezo wa mzazi. Sisemi uwezo wa mtoto kwa sababu mtoto yeye anategemea mzazi. Na pia kuna mayatima. Katika eneo hili la Narangwa liko na mayatima. Yatima anafaa kujulikana anakaa wapi, amepewa nini, basi pia hapa Mnarangwa tuko na walemavu ambao nilikuwa nakwambia women rep wanafaa kuwachukua. Na hapa Mnarangwa tuko na walemavu na tusijui kama wamesaidika ama vipi. Lakini pia MCA anaweza wasaidia, si ni kiongozi. Kwa hivyo mimi nitakuwa na mikakati yangu ambayo nimepanga, na mikakati yangu ya kwanza ni kujua kabisa hawa wanafunzi ambao wanahitaji ni wangapi, na pia kusimamia. Maana najua kitu ambayo inaumiza wazazi zaidi ni wale ambao wanafanya kazi. Wale ambao wanagawa basi wale committee unafaa kuwa supervise vizuri. Lakini ukiwaachia kamba wale kufanya mambo yao